Katika dunia tunaloishi imebeba historia nzito sana, zingine za kutisha, zingine za kupendeza, zingine za kushangaza, zingine zikiibua maswali chungu zima yasipate wa kuyajibu. Hebu fikiria, mji mkubwa, tajiri kupita miji yote duniani, halafu siku moja kuna kucha, mji haupo, eti umetoweka kabisa bila kubaki hata ramani yake. Karibu kwenye historia moja yenye mafumbo makubwa ambayo yamejificha duniani. Leo tunaangazia mji uliopotea wa Atlantis. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita, mwanafalsafa wa Kigiriki ajulikanaye kama Plato aliandika kuhusu mji huu wa ajabu. Kulingana na Plato, Atlantis ulikuwa mji mkubwa sana wenye majengo ya kifahari, barabara za duara na teknolojia iliyokuwa imepita wakati wake. Inaaminika kuwa watu wa mji wa Atlantis walikuwa wenye akili kubwa sana, wenye nguvu ya kijeshi na matajiri kupita falme zote. Mji huu ulikuwa umezungukwa na bahari, ndani yake kukiwa na dhahabu, fedha na madini adimu ambayo hayakupatikana katika miji mingine. Kulingana na Plato, kadri muda ulivyopita, watu wa Atlantis walianza kubadilika, wakajaa tamaa, kiburi na uovu, wakaanza kutumia nguvu zao vibaya na kutaka kutawala dunia. Hapo ndipo jambo la kutisha lilitokea. Siku moja na usiku mmoja tu, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi, mafuriko yasiyokuwa ya kawaida, kisha ghafla mji wa Atlantis ukazama kabisa baharini. Kusibaki hata jengo, barabara au shahidi wa wazi. Wengi wamekuwa wakijiuliza kama kweli Atlantis ni mji wa ukweli au hadithi tu. Watafiti nao wakijaribu kutafuta ukweli kuhusu tukio hilo, wengine wakisema kuwa mji huo uko chini ya bahari ya Atlantiki, wengine wakisema kuwa upo Mediterranean, huku wengine wakidai kuwa upo chini ya barafu la Antarctica. Ila ukweli ni kwamba hakuna aliyewahi kuupata mji huu rasmi. Mji wa Atlantis umebaki kuwa fumbo, hadithi inayochanganya akili na moja siri kubwa zaidi katika historia ya